Yesu kwa mataifa yote. Amina. Kama mchungaji, lakini mimi sio nabii, mimi ni mchungaji. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini pia nipende kuleta salamu za familia yangu, wamewasalimia sana. Amina. Tunasalimia pia. Amina, japo ujio huu umekuwa wa ghafla, hata nipo mwarifu mtumishi mahali hapa. Amina. Nimwambia ya kwamba naweza nikafanya surprise na ikawezekana, lakini hiki ambacho kinataka kufanyika kwenye madhabahu hii, nilikuwa nimesema ya kwamba Bwana uwe huru, uendelee. Mimi nakuja kuwatembelea, kuwatia joto, kuwatia nguvu. Lakini kwa sababu Mungu ameona iwe hivyo, itakuwa hivyo kama Mungu alivyopanga. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Lakini pia niseme ya kwamba hongereni kwa kuwa na madhabahu kama hii. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla ya mambo yote, kabla sijaendelea, niweze kuzungumza ya kwamba hakuna mahali ambapo ulipita, hakuna mahali ambapo ulifika, hakuna mahali ambapo miguu yako ilikuongoza ukakaa bila kuwa na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama ningesimama mwenyewe, hata kama mtumishi wa mahali hapa angesimama mwenyewe, pasipokuwa na mtu aliyekaa kule kwenye benchi kule nyuma kwenye viti, akawa na paza sauti, mahali popote ile sauti itakapofika, ujumbe wa Mungu umefika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunasoma hata katika Biblia, Yohana alipokwenda kwenye kile kisiwa cha Patmo, alikuwa peke yake na walikuwa hana maiki kama nilivyo nazo leo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa akipiga kelele akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hata sasa kwenye madhabahu hii tunapopaza sauti hii, kokote kule inakofika, siku ya mwisho hakuna kujitetea. Bwana Yesu asifiwe. Wapende wasipende, watake wasitake, siku ya mwisho hakuna kujitetea kwamba Bwana sikusikia neno lako. Lakini picha itakuja, sikuleta madhabahu mbele ya nyumba yako, lakini hukutaka kutii. Bwana Yesu asifiwe. Hukumu itatembea kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mbele ya kiti cha hukumu, kila atakayekuwa anajaribu kujitetea, lakini itakuwa inapita mbele yake kama video inayoonyesha kile kilichofanyika kwenye maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Mimi ninawatia moyo ya kwamba hakuna haja ya kuhofu. Hata kama ungesimama njia panda, watu wakaanza kukung'ong'a, watu wakaanza kukudharau, lakini unatimiza kusudi la Mungu. Yesu alipomaliza kazi yake duniani, alitoa amri ya kwamba enendeni ulimwenguni wote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho alichokisema. Halafu akanyakuliwa akarudi mbinguni alikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunatimiza lile kusudi la Mungu. Tunaishi katika nyakati za mwisho zilizokusudiwa. Kufumba na kufungua, hata kesho hawa wanaosikia sauti na kubeza watajikuta wale waliokuwa wanawahubiria, mbona hatuwaoni? Wanaenda kuwatembelea nyumbani kwao, hawawaoni. Kumbe wamenyakuliwa, wao wamebaki. Lakini kila sikiaye sauti hii ajue siku ambapo atawatafuta watumishi wa Mungu asiwaone, akumbuke ya kuwa wamenyakuliwa, wao wamebaki. Kazi itakayokuwa imebaki kwao ni kujikomboa kwa damu yao wenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya damu ya Yesu pale msalabani itakuwa imemaliza kazi yake. Kwa hiyo kitakachokuwa kimebaki kitakuwa kimebaki mikononi mwao, kujikomboa kwa damu yao mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Huu ni ujumbe unaoendana na kuwatia moyo viongozi wa madhabahu hii, bila kujali ya kwamba mnasemwa kwa maneno gani, kwa kashfa zipi, au mnapendwa kwa upendo wa namna gani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini imeandikwa, watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina la Yesu, Mungu yuko katikati yao. Na sisi mahali hapa ni zaidi ya watu wawili watatu, which means Mungu yuko mahali hapa. Wapende wasipende, waamini wasiamini, Mungu yupo.
Bwana Yesu asifiwe. Hata Eliya alijenga madhabahu akiwa peke yake, si tunajua Eliya alijenga madhabahu akiwa peke yake, tena akiwa chini, akiwa amezungukwa na upinzani mkubwa, manabii 400 wa Baali wakiwa wanamzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Eliya kwa kupewa mafunuo na Mungu aliwaingizia agenda moja ya kwamba ili tujue Mungu ajibuye kwa moto, tutengeneze madhabahu. Wale manabii wa Baali wakakubali, kumbe hawakujua kuwa wameingia mkenge. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakakubali kufanya nini? Kujenga madhabahu. Wao wakaanza kujenga madhabahu, wakatengeneza madhabahu, wakachinja ng'ombe, wakamweka kwenye madhabahu, wakaingia kwenye maombi kuita Mungu wao ashuke ili ile madhabahu iwe moto kuteketeza ile sadaka. Mpaka jioni Mungu wao hajawasha moto wala hajaonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Eliya akaanza kuwasema na kuwang'ong'a ya kwamba hebu ongezeni sauti zenu, mwite huyo Mungu wenu, inawezekana amesinzia au inawezekana amelala. Lakini haikuwezekana. Ilipofika zamu ya Eliya, Eliya alitamka kitu kimoja: Mungu uliye hai, ijulikane leo ya kwamba wewe Mungu upo. Bwana Yesu asifiwe. Eliya akaomba, Mungu na ijulikane leo ya kwamba wewe upo kwenye madhabahu hii. Moto ukaripuka kutoka mbinguni ukaiteketeza. Maandiko yanasema kwamba ukalamba yale mawe, ukalamba ile sadaka, ukalamba zile kuni, ukalamba na yale maji, ukalamba na yale majivu. Bwana Yesu asifiwe. Ilipoonekana wale manabii 450 wenye nguvu kimwili, walikuwa na nguvu kumshinda Eliya, wote wakatekewa, wakawa kama mkufu. Huwezi kuamini, lakini maandiko yako wazi. Eliya alichukua upanga akawapeleka kwenye kijito cha Kihoni, akaanza mimi sijui kama labda ningekuwepo au wewe unayesikia ungekuwepo, ndio ungeelewa. 450 ni jeshi